Naitwa Mektida Elias Rugiko, afisa muuguzi msaidizi. Napatikana kitengo cha magonjwa ya dharura katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete, Tabora. Leo tunayo furaha sana kwa siku yetu muhimu, kwa siku ya wauguzi duniani. Katika hospitali yetu tunaadhimisha hapa. Tunawakaribisha wananchi wote, watumishi wote, ili tuungane na sisi pamoja kufurahia siku yetu muhimu kama hii. Kama ambavyo umezungumza, leo ni siku ya wauguzi. Natamani kusikia kutokea kwenu wauguzi. Ni mafanikio yapi hasa ambayo mnajivunia hasa kwenye kutoa huduma? Tuna mafanikio ni mengi katika idara yetu, katika kitengo chetu au katika kada yetu ya uuguzi, kwa sababu kwa sasa serikali imeongeza, hospitali yetu imeongeza watumishi. Yaani kutoka hatua ambayo tuliokuwa nayo ya zamani mpaka sasa angalau watumishi kidogo tumeongezeka. Vile vile miundombinu ya kufanyia kazi kwa swala la uuguzi iko vizuri. Vile vile serikali na taasisi yetu imejipambanua zaidi kuongeza vifaa ya kuwawezesha wauguzi kufanya kazi kwa ufanisi ulio bora. Na pengine uwepo wa vifaa, miundombinu kuongezeka pia kwa wauguzi kumebadilisha nini hasa kwenu nyie kwenye kufikisha huduma kwa wahitaji, kwa maana wagonjwa ambao wanakuja kupata huduma? Huduma ni bora na wananchi wetu wanaridhika na huduma yetu, wanatoa mirejesho, wanapona. Tumepunguza vifo vya mama na mtoto, magonjwa haya ya dharura, yani tumepunguza vifo. Kwa maana hiyo tunajivunia uuguzi wetu kwamba wateja wetu wanaopita katika mikono yetu, wanaohudumiwa na wauguzi wanapona. Pengine inaweza kuwa ni kwa kiwango gani? Ni asilimia kubwa sana. Ni asilimia kubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma ambao kidogo wauguzi walikuwa wachache. Angalau sasa huduma tunasema kwamba huduma za uuguzi zimemfikia kila mwananchi. Na ikiwezekana kabisa tunashuka mpaka kwenye familia, tunawafuata wanapata huduma za uuguzi na ukunga katika mkoa wetu wa Tabora. Bali na mafanikio ambayo mnajivunia, pengine ni changamoto zipi ambazo mnaendelea kukumbana nazo? Mmezikuta licha ya maongezeko ambayo umeyataja, lakini bado changamoto zipo? Kwenye mafanikio siku zote hapakosi changamoto. Katika kada ya uuguzi tunasema kwamba muuguzi siku zote huwa hatoshelezi kulingana na idadi ya wateja wetu waliopo hapa. Kwa maana changamoto yetu kubwa ni upungufu wa watumishi kwa asasa kada ya uuguzi. Lakini japo serikali imejitahidi kuongeza wauguzi, lakini bado hatujafikia ile dhima ambayo tunasema kwamba muuguzi mmoja wateja wawili au wagonjwa wawili bado. Lakini tunaomba serikali ituongezee wauguzi tufikie matamanio ambayo tunayatamani kuyafikia. Na pengine kwenye upande wa watu ambao mnawauguza, changamoto zipi ambazo mnakutana nazo kutokea kwao? Changamoto kubwa, unakuta mteja au mgonjwa anakuambia mimi nataka nionane na daktari tu, hataki kuguswa na muuguzi. Yaani inakuwa ni ngumu na mshawishi. Afu ukimweleza hivyo anakuambia labda umenicheleweshea huduma, lakini tunajitahidi kuwafikia kwa wakati wanapofika katika kituo chetu, taasisi yetu ya Kitete, kwamba ukifika muuguzi ni mtu wa kwanza kukutana naye. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuwaelekeza wateja wetu kwamba fika kutana na muuguzi, kutana na wauguzi katika taasisi yetu. Kwa maana hiyo japo wateja bado wengine wana ile kwamba muuguzi ni mtu wa chini sana, sijui mimi nahitaji tu nionane na daktari bingwa, lakini ukizingatia katika taasisi yetu kuna wauguzi mabingwa na sisi wamepatikana kwa kipindi hiki. Kwa maana hiyo tunajitahidi kuwaelimisha angalau waone thamani ya muuguzi ilipo. Moja ya vitu ambavyo vinatajwa kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanapata huduma, nasema kuna lugha ambazo zisizo za staha kutokea kwa wauguzi. Hii kwenu mnapoipata huwa mnaichukuaje, na kuna ukweli wote katika hili? Kwa upande wa lugha ni kwamba kwetu sisi ni changamoto, hizo rumors zipo katika wateja wetu kwamba muuguzi anatoa lugha chafu, lakini hapana, hiyo sisi tunaikanusha. Kwa sasa muuguzi anayepatikana katika mkoa wa Tabora, hasa katika taasisi yetu ya Kitete, hakika ukifika utapata huduma iliyostahili, iliyohimili, iliyo bora, na lugha ambayo unaihitaji mteja wetu inapatikana katika hospitali ya Kitete. Manake kwenu haujawahi kukutana na kesi kama hii? Hatujawahi kukutana na kesi ya mteja analalamika kwamba amekutana na lugha chafu.
haipo katika hospitali yetu. Bali na hapo, ni ipi mikakati ambayo kama wauguzi sasa mmeiweka ili kuhakikisha kwamba ubora ambao mnaendelea kutoa uendelee kuwepo na pengine kwa zaidi ya hapa ambapo mnatoa? Tunazidi kujitanua zaidi, wauguzi wanaingia kufanya ubingwa, wauguzi bobezi, vile vile watu wanajiendeleza kimasomo, vile vile na sisi, yani alipo mgonjwa sisi tupo. Tunasema alipo mgonjwa muuguzi yupo. Kwa maana hiyo wananchi wote tunawaalika waje wapate huduma, wakutane na wauguzi walio hodari katika taasisi yetu. Leo ni siku ya uuguzi. Kipi ambacho nakizungumza? Ni furaha kwa sababu muuguzi ni nguzo imara katika taasisi yoyote ile. Yaani ukisema taasisi ya afya bila muuguzi, yani tunasema funga tu hicho kituo. Lakini ukimwalika muuguzi kwamba njoo ufanye kazi, yeye lengo ni moja tu, mgonjwa wake apone. Kwa maana hiyo hana chenga katika utoaji wa huduma. Kwa maana hiyo ni furaha kwetu kuadhimisha siku kama hii, kwa sababu ni mwendelezo wa kuyaenzi yale ambayo muuguzi anapaswa kuyafanya. Nasi katika siku kama hii tunajikumbusha mengi, tunafanya viapo mbalimbali vya kiuguzi, tunafanya yani kama ni demonstration ama tunafanya yani practical ambazo ni za muuguzi haswa. Zaidi ni kukumbushana dhima haswa ya uuguzi. Nini neno lako sasa kwenda kwa jamii? Jamii tuelewe kwamba muuguzi ni nguzo imara katika kumhudumia mteja. Tunawaalika wananchi, tunawaalika kwamba ukifika kituoni au ukifika katika taasisi au ukifika katika hospitali ya mkoa wa Tete, karibu kutane na wauguzi walio hodari, walio imara, walio smart katika kumhudumia mteja wetu. Waondoe zile zama za zamani kwamba nikifika labda nitacheleweshwa huduma, labda nitapendelewa. Hapana. Muuguzi anakuambia huduma sahihi kwa wakati sahihi. Nakushukuru sana. Asante.